Yaani kama unaandika notes ni kupekua tu unamaliza kazi. Funga tulisoma, fungu tulisoma, fungu gani? Fungu. Sinyosha afu ujui. Unajua fungu? Tuambie, ngoja. Warumi. Nini ni sahihi? Mimi naelewa nini? Warumi ngapi? Mbona unanisumbusha? Warumi ngapi? Nasemaje? Taki zawadi? Daktari utaki? Mzazi kuna aliyeandika notes? Kuna aliyeandika notes mzazi? Uchukue daftari umpe mwanao au hamna? Mwalimu ile kambi inaongoza kwa na watu wengi. Yaani tenti sio wamejaa wao. Inaonekana hivi kule kuna waboa au kuna shida gani kule? Au nafasi hamna? Sio kule kumejaa na mama mnakuja huku. Nini kilichowaleta huku? Eti nini kimekuleta huku? Mtoto. Okay. Kwa hiyo nyinyi wote hapo na watoto, Mungu awabariki sana. Na unaona wengine waseme amina. Mungu awabariki sana. Wewe una mtoto? Okay, sawa. Wewe unataka kuja kwa sababu na watoto. Leo tunajifunza somo inasema taa yangu iwake. Hebu sema taa yangu iwake. Sasa kule nyumba tuseme na mtoto wetu uliopakata, taa yangu iwake. Mshike mtoto wako muangalie usoni ili mwambie taa yangu iwake. Fungua na macho yake umfanyie hivi mwambie taa yangu iwake. Salia na mchumu kabisa hivi kwenye mashavu. Safi sana. Fungu tumesomewa, fungu fupi tu zuri amelisoma kutoka kitabu cha Mathayo 25 mstari 13. Amesema basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Hebu sema basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Wewe niambie, katika kisa cha leo, somo la leo linatukumbusha kisa kimoja cha wanawake 10. Sikiliza kwa makini. Biblia inasema wale wanawake 10 walitengwa. Kuna watu walikuwa wapumbavu na kuna watu walikuwa waelevu. Wapumbavu walikuwa wangapi? Kwa wanaokumbuka walikuwa wangapi? Yes. Mwalimu apewe zawadi. Mbona usikae mbali? Zawadi kaa nazo, tembea nazo. Wewe kwenye mkoba kabisa, tembea nazo. Wapumbavu walikuwa 5. Huyo aliyokaa naye karibu pembeni yako ni mpumbavu, huyu muangalie. Ni mpumbavu au? Usimwambie kama mpumbavu, wewe muangalie tu. Amekaa kipumbavu au? Muangalie tu amekaa kipumbavu. Okay, lakini kulikuwa pia kuna wengine 5 walikuwa werevu. Hebu sema werevu. Hebu muangalie wa nyuma, geuka nyuma muangalie. Huyo ni mwerevu. Unaona kichogo maana yeye anageuka. Wewe ngoja hivi nyuma na unaona kichogo na kichogo. Sasa kwa hiyo atakuwa mwerevu mpumbavu huyo. Kichogo chake na kuonyesha kichogo chake kikoje, kichogo chake kikoje. Sasa Biblia inasema hawa watu 5 werevu, wao walikuwa na taa zao zimejaa mafuta na bado walikuwa na mafuta mengine ya akiba. Lakini wale wapumbavu walikuwa na taa zimejaa mafuta lakini hawako na mafuta ya akiba. Katika makambi yetu tumejifunza habari ya akiba, tukasema akiba ni kaela fulani ambako au kitu fulani ambacho tunafanya baadaye kwa matumizi ya baadaye. Hata ukiangalia pale akiba tumeandika neno baadaye. Wao welevu walikuwa na mafuta kwenye taa na bado na mafuta mengine ya akiba wameyatunza. Na wakiwa kwenye sherehe wamekaa wametulia wanasubiri bwana harusi anakuja. Na cha ajabu kisa kinasema bwana harusi akachelewa, ikapita saa 12, ikapita saa 1 usiku, saa 2, saa 3, saa 4, ikapita saa 5, saa 6. Wangapi ushakwenda kwenye harusi? Bisha mkoa ushakwenda kwenye harusi? Eti mwalimu Stale, ushakwenda kwenye harusi? Mwalimu Stale, ushakwenda? Ndio. Harusi kawaida inaanza saa ngapi? Kawaida. Saa 6. Una ukumbini watu wanaingia saa ngapi? Saa 2. Saa 2, saa 12. Wewe anaenda kwenye harusi kweli huyo? Okay, uliwahi kwenda kwenye harusi ikaisha saa 12 jioni
yani imeisha, chakula, zawadi, kila kitu. Ishakutokea? Ishakutokea? Labda nifanye kanisa, labda ukumbi ni wa kanisani, si ndio? Lakini kwa ukumbi wa nyumba kule unalipa mahela utoke saa 12. Kwanza ukifanya utangoe harusi yako ya ajabu ya kisabato, si ndio? Utasemwa na maneno utakufanya hivi mpaka utakoma, mpaka mwingine hatafanya tena hivyo. Kwa hiyo bwana harusi kwenye kisa kinasema alikuja usiku wa manane, watu wale werevu wamelala, wapumbavu wamelala, na taa zao wengi walizipunguza, hazikuwa zinawaka venye ziliwaka mwanzoni, walizipunguza hivi. Sasa imefika mpaka usiku wa manane, wao wakiwa wamelala wanasikia sauti wakisema bwana harusi, bwana harusi, bwana harusi. Mwalimu Stanley leo nitakusogelea sana. Wakati wa ukumbini, shamla sana zinakuwa akiingia bibi harusi au bwana harusi. Bibi harusi. Unadhani ni kwa nini? Amependeza. Bwana harusi wapendezaje? Sio bibi harusi. Sawa. Na tumpigie makofi. Kwani harusi ni ya nani? Ni ya bibi harusi au ya bwana harusi? Harusi ni ya nani? Na watu pale wengine waelewa, wanaangaliana tu. Okay. Kwa hiyo wakati anachelewa na wanasikia sauti wakisema bwana harusi anakuja, sasa wao ndio kashtoka usingizini. Na unajua wale werevu wao walivyosogeza taa zao, walivyoziwasha hivi taa zao zikawaka, zingine hazikuwaka. Niliwaambia mwanzoni wao walikuwa na mafuta ya akiba, ilikuwa ni rahisi tu kufungua hizo ndani zao na kujaza mafuta, maana wanayo. Wale wapumbavu wao taa zao zimeanza kuzima hivi, na nyingine zimezima kabisa, nyingine zimefifia. Wakiziongeza hakuna, maana utambi hauko na mafuta kabisa. Hivi Biblia ukisoma wao walikuwa hizo taa za wangapi kuonaga taa za chemli. Unajua taa ya chemli huwa inasafishwa, kile kioo chake kinasafishwa na nini? Safina tumesoma jana. Kioo cha taa ya chemli kinasafishwa na nini? Tambala. Wamama wanajua, wamama wanayofanyaga wanayajua. Hebu ambianeni huko, wanatojaga na nini? Majivu. Mwingine tambala hili, mwingine what? Sisi unga wa mahindi, wengine okay, sawa, mnajifanya wajanja. Kwa hiyo wale wapumbavu wakiwasha taa zao, nyingine zimezimika, nyingine zinafifia. Na unajua kwa sababu walikuwa wana mafuta ya akiba, walienda kuwaomba wale werevu, nisaidie mafuta kidogo. Na hao wanasema kwa sababu wao walikuwa na mafuta ya akiba yenye yanatosha wao wenyewe, hawakuwa na ziada ya kuwapea watu wengine. Na wanawaambia nendeni nje, mwende mkanunue mafuta muwai, maana yule jamaa ndo anaingia kwa mlango. Basi wakakubali, wakatoka nje kwenda kununua mafuta. Na unajua kisa kinasema wanarudi kwa ukumbi umefanyaje? Umefungwa mlango. Na wakigonga wafungulie, wafanyaje? Hawafungui. Upumbavu wao umeonekana hapo. Na unajua walikuwa ndani ya ukumbi, lakini kwa sababu ya mafuta yaliwafanya watoke nje ya ukumbi, na baadaye wakakaa huko mpaka harusi ikaisha. Story hii kwenye Biblia inatukumbusha hata sisi leo. Kuna watu tu kama kanisani tunakuja kila Sabato, makambi na nguo tunasho, sio tu nguo, tena ni mpya, na viatu vipya, na mpaka na niliu inakuwaga ni mpya, na nywele inaweza kukua kabisa, imekaa vingine. Lakini kwa kweli ndani, na tukijiangalia ndani, hakuna mahali tunaenda. Ndio utajipata kwenye foleni ya chakula hapo nje, mwenzako tu akupita hivi watu watatu, utanungunika, utatukana matusi mwoni mpaka ukome. Watu watamfuata ukamchomoe, na hauwezi, utaonekana waovyo. Kwa tupo kanisani, lakini kwa kweli taa zetu ni kabisa zimezima. Hebu jirani yako muulize, taa yako inawaka? Muulize tena, wewe taa yako inawaka au inafifia? Muulize, una mafuta ya akiba? Unapomwona anayo kweli, huyo anayo au wewe mwenyewe hujui? Maana wewe mwenyewe hujielewi kabisa. Mungu atusaidie sana mchana wa leo, kila mtu aliyoko hapa.
tupo kanisani, tubaki kanisa. Kuna wakati tunapoteleka, tunarudi nyuma kidogo. Shetani hajalala, yupo kabisa, ni kama simba anazurula hapo. Lakini wakati wowote tukiharibika na tukijihisi tumekosea, tunaye Kristo ambaye yeye ni mpatanishi wetu. Mungu awabariki sana. Tusimame. Utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Madam, naomba uje tupatie ombi ya kwamba Mungu atusaidie, hata kama kuna wakati taa zetu zinazima, Mungu atusaidie tuendelee kubaki kwake daima, na kwa sababu yeye ndo anayo mafuta ya akiba. Tunatambua wako watoto wadogo hapa ambao tabia zao na kila wakati wanamwomba Mungu awasaidie wabadilike. Mungu aendelee kuwasaidia. Wako wazazi wako hapa ambao wana watoto wanawezekana wakati mwingine wakawa wamewakata tamaa kabisa, lakini tunaye Kristo ambaye anaweza kutusaidia watoto wetu wakarudi kwenye mstari. Tupeleke kwenye maombi. Mungu atusaidie tubaki kwake daima, kwa sababu yeye ndio yuko na mafuta ya uzima. Karibu sana madam. Tuombe. Asante Baba yetu, rafiki yetu anayetupenda na kutujali. Asante kwa kuweza kutupatia hata afya nzuri. Asante kwa kutusaidia kufika katika hili kambi. Baba Mungu, tunahitaji uponyaji kwa watoto. Tunahitaji uponyaji kwa wazazi. Yawezekana kuna wazazi wako hapa wanalia kwa ajili ya watoto wao, wamekuwa hawasikii, wamekuwa ni watoto wanaonekana ni wabaya, lakini Mungu hujawahi kutupatia watoto wabaya. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, tengeneza tabia za watoto wetu zikafae mbele zako, na hawa watoto wakawe ni taa inayomulika kwa watoto wengine, wawapo mashuleni, wawapo katika kucheza, ikawe ni taa inayomulika kwa watoto wengine. Yesu, tunakukaribisha uingie hata kwa wazazi wetu. Yawezekana kuna wazazi wengine wako hapa wanatukatisha tamaa sisi watoto. Mungu, tunakusihi ukaweze kubadilisha kila mzazi aliyoko mahali hapa, akatoke katika kambi hili akiwa amebarikiwa, akatoke katika kambi hili akiwa amebadilika. Tusaidie Mungu wetu, ili taa zetu zimlike kwa watoto wengine na kwa majirani, hata kwa wazazi. Bariki mwalimu wetu, ametufundisha somo nzuri. Hakika Mungu, tuna imani kwamba wewe utatulinda mwanzo wa makambi haya hadi mwisho. Ni katika jina lako Yesu tunaomba, amen.